Number 3, I'm saying this with a very bitter heart. Our wasichana, please let them rot in prison. Yes, I'm not ashamed to say that. Let them rot in prison, because even after doing whatever they did, they weren't remorseful in any way. Some were even laughing, some were smiling, some were hugging some were crying, not because people died, but because they lost their gloss. And we want justice for whatever they did. We have seen this in multiple schools. Now wengine wanapewa penalty 5 years. 5 years is nothing, because you can't say it is their underage, kwani hawajui moto inachomanga watu, and they burnt and then they ran, so meaning they know hiyo moto inachomanga watu na wanakufa. And that is... Good evening. Majina yangu ni John Munge Kamau, baba Joy Wanjiko Munge, Utumishi Girls. Na mimi kwa niaba ya my daughter nimepatiana ruhusa, unaweza tumia content ya my daughter na yangu. Asanteni. Kuna watu walikuwa wameenda home, lakini hiyo ni kitambo. Kuna watu walifukuziwa school fees, so maybe some of them had not come back. Na bado kuna watu walikuwa wameenda home juu ya ugonjwa, lakini not so many people wati wako shule. Majority tulikuwa shule. About Matron, mimi sijui juu mimi nalala Stanford, Matron ako huko chini Oxford, so I really do not know about the whereabouts yake. Lakini about the kutoa fridge na gas, personally I feel like alisaidia, kwa sababu kama angetoa I feel like hiyo tunge explode sisi wote juu ni gas, so obviously tunge explode kila mtu. And my classmates, some of them were saying she helped out kutoa watu wa wengine. Na hao wasichana juu domi nafungangwa, so me personally I feel like maybe waliruka kwa dirisha juu hadi mimi tukiteremka the domes hazikuwa open hizo milango, so me na feel maybe they jumped out of a window. Kulikuwa na window, ungeruka Oxford ungemake. Mimi sijui kama walifunga juu mimi niliamka later. Mimi niliamshwa hadi kasi ingeamshwa hadi mimi ningekuwa hapo. We just want justice, lakini this plan was well executed. Si watu wajui venye wanafanya. Yeah. My name is Joy Wanjiku from Munge, from Utumishi Academy. Kwetu ni Nairobi, Kawa West. Nimekuja leo juu I could not stay at home. Nilikuwa na feel like ni lazima ningekuja huku nione Mama Precious and how they are doing. Precious was a hero. She went back to the dorm. No wonder alikufa. Alitoka dorm hadi kuna mtu alisaidia jumper, and then she went back to go for other people. That's the kind of heart Precious had. Lakini mimi niko na shida with the government and everyone wa education, because ndio wasichana wakufe venye walikufa. There was a cube 12. Cube 12 didn't even have windows or anything, and the only exit door ilikuwa imewekwa mbao, like because grade 10s were too many, so hiyo cube ikafanywa ikuwe place, ikakuwa cube sasa. So there was no exit point, and that is where those girls were found. So I'm urging the government, sahi hadi the ones zenye zishajengwa, you go, mimi sijui mbomo ama mfanyie nini, lakini you go back, restructure kila kitu, because wangekuwa life kama kungekuwa na exit point. Number 2, CCTVs zikuwe everywhere. Number 3, fire extinguishers, larger windows na more exit doors. Na kukuwa na maji, because our school didn't have any water wakati all that was happening. So even though we wanted to help, we could not help in any way. Number 3, I'm saying this with a very bitter heart. Our wasichana, please let them rot in prison. Yes, I'm not ashamed to say that. Let them rot in prison, because even after doing whatever they did, they weren't remorseful in any way. Some were even laughing, some were smiling, some were hugging some were crying, not because people died, but because they lost their gloss. And we want justice for whatever they did. We have seen this in multiple schools.
Now wengine wanapewa penalty 5 years. 5 years is nothing because you can't say it is their sijui underage, kwani hawajui moto inachomanga watu and they burnt and then they run, so meaning they know hiyo moto inachomanga watu na wanakufa, and that is a demonic act. Kwa sababu mbona uwashe moto na usiamshe watu? One of my classmates was inside there na she survived. She jumped a window, no wonder she survived. Those people never woke up any of the students and they burnt the bed at the entrance. They would have at least burnt the one at the corner, at least people would have gotten out. So they burnt the only exit door for those people. Those people are demonic and they knew what they were doing. We just want justice. They've done whatever they've done. We cannot change it, but we want justice for those girls. Let this not happen again in any nation, because this pain, you can't, I don't even know what to say about the pain, but let it not happen. It has happened a lot of times, and you only give small penalties. No wonder, even if the parents are powerful, they have money, show them that at least justice will prevail. Thank you. Maybe one question before you move. How will you remember Precious, and who was Precious to you? Precious to me, Precious was my helper, Precious was my encourager, Precious was my sister, Precious was my twinnie. We looked alike. We even, some of the great-aunts knew we were biological sisters. One day during the academic clinic, Precious and I went to both our mothers because our fathers didn't come, but we went to our mothers, and Precious came to my mother, and then she told me we pull a prank on them. And then Precious went to my mother, and then my mother, nikamwambia, mom, huyu ndio msichana nimeishi kukuambia tunafanana. And then akasema indeed tunafanana. Then Precious, mama akamuuliza wewe ni wa wapi? Precious said Nakuru. And then mama akamuuliza na baba yako ni nani? Akasema Munge. Munge is my father. Now my mom was like she couldn't comprehend whatever I was saying. And then akamuuliza what do you mean? And then we laughed. We tukacheka pamoja. And then we went to Mama Precious. We told her the same thing, but Mama Precious, her expression was like shock kabisa, like what do you mean hivyo? Sasa ndio tukacheka, and then my mom met Mama Precious, and then that's how they became friends. Precious was kind. Precious was the prefect, so sometimes kungekuwa na maybe ka theft kamkate, so ikuwe inadequate, sa angepeana yake kwa huyo mwenye amekosa, and then maybe we would share mine, or angejipanga tu kiyeye. And then Precious alikuwa social, she loved people, hadi great aunts walikuwa namjua. Na Precious loved unity. Every time angetuita class meeting atuambia about unity, tujaribu tusaidiane. Then she was very very willing kusaidiana. Personally me alinisaidia. I used to hate math kabisa, nilikuwa nashangaa imewekwa hii dunia ifanye nini, lakini Precious showed me another side of math. Now I love math. Math is actually my favorite subject. Alinisaidia at least. But the last exam tulifanya paper 1, we do exams on Sunday. Hiyo exam nilipata KMC sijaipata. And then Precious Junior anachukuanga makaratasi akakuja akaniambia, Joy, finally tumefikisha grade tulikuwa tunataka. And then she was pushing me harder and harder. And then the whole day alishinda akinicongratulate, akaniambia, nilikuwa namwambia basi kama mimi nimepata hivyo, si basi watu wengi wamepita. And then she was, no, you're among the top, nani na nani umeshinda nani na nani hivyo. And then she would encourage everyone. Precious alikuwa na cut the following day ya physics hadi hajasoma, lakini she dropped it to help me in math, and she would drop it for anyone else. Precious angeamka mapema Saturday akuje afunze mtu math ama any other subjects. Biology, she was so good in math, biology, chemistry. Wasichana tu apprehendiwe juu ni maisha ya mtu. Precious would have been Precious hakuwa na career hakuwa na specific career alikuwa anataka, lakini she used to tell me she wants to be someone like a leader or a lawyer, like someone who can speak out for other people's rights, because that is how she was. Leo nimekuja kupatiana rambirambi zangu baba Mercy na mama Mercy Precious. Ni uchungu sana kupata
chenye kilipata Mercy na watoto wengine, juu mzazi hafai kupitia haya. Na yangu ni kusema serikali, administration waangalie, na sisi wazazi tuangalie watoto wetu, tuangalie ile maneno inafanyika, kwa sababu saa nyingine nikiangalia hii maneno ni reflection ya sisi wazazi. Ile kitu mzazi aende ajiangalie ile kitu anafanya, anaambia mtoto wake, ndio mtoto anaenda kufanya. Leo tumehuzunika na si mzuri. Na hayo wengine ni pole kwa wenye wako hospitali, ni pole kwa wenye watoto wao wako traumatized, na naweza urge walimu wote, wazazi wote wapeleke watoto wao counseling, juu hiyo itasaidia sana. Sasa kwa majina naitwa Jane Wanjiru, mzazi wa Utumishi Girls Academy. Tunahuzunika sana kwa hii jambo imefanyika. Mtoto wangu alikuwa rafiki sana wa Precious, alikuwa ni kama sister, walikuwa nafanana sana. Na jina yake ni Joy Wanjiru, tuko na yeye. Na hiyo kitu ilifanya mioyo yetu ikawa chini sana. Tunaomba Mungu tu atusaidie at least roho zetu ziweze kupona. Watoto wetu wako na shida mingi sana, hata kulala ni shida. Wakikumbuka marafiki zao hawatawaona tena. Hiyo kitu inauma sana. Tunaomba tu Mungu atupe nguvu tuweze at least kurudi back to normal venye tulikuanga kitambo. Juu sahi hata mtoto wangu anashangaa, hiyo shule akienda anashinda kuniuliza nitaenda aje mom, nitakuwa nalala hapo. Ana feel ni kama atakuwa save huko tena. So tungetaka tu kuomba ile mambo inaweza tu fanyika tu, at least kukuwe na change, ndio watoto wetu at least wakuwe na amani na akili zao at least zikuwe sawa. So maybe one question. Yes. How did you got that courage to break that news to your daughter concerning the death? Ilikuwa friend, mtoto wangu hakuwa naamini friend yake ameenda. So venye nilikuja tu mimi nikamuona, nimemrukia, nikamhug. Yeye kuliko afurahia alikuwa ananiambia mambo ya Precious. Ananiambia Precious yuko wapi mom? Hatuwezi toka huku bila Precious. She was crying. Alikuwa na pain. Hata mimi sikuweza kubea hiyo pain juu nilikuwa na feel. Ananiambia tuende kwa mamake venye tulienda encourage. Mamake anauliza where is your sister? Alikuwa anauliza mtoto wangu where is your sister? Na sisi tunajaribu kumwambia mtoto wako yuko. Nilijaribu kumwambia mtoto wako yuko hai, juu at least kuna watu wengine tumeambiwa wametoka kwa fence, so anaweza kuwa among hao wengine. Lakini mama Precious hakuwa na viatu, alikuwa traumatized, alikuwa na pain. Hata namshika hivi anaguka, nilikuwa nashangaa nitamfanya aje. Kujaribu kumencourage, tulikuwa na mtoto wangu Precious, tutapata Precious. At least ananiambia hapana Precious, tunataka Precious. Anaambia where is your sister, umempeleka wapi, kwa nini umekubali aende? Ilikuwa chaotic, ilikuwa painful. Lakini tunaomba Mungu tu atatusaidia tukue na amani. Kwa majina naitwa Beth Kingori, na mimi ni mmoja wa wazazi wa Utumishi Gilgil, na tumekuja hapa kuona mzazi wetu mmoja ambaye mtoto wake aliaga hiyo siku, na tukasema sisi kama wazazi tutakuwa tunashirikiana kwenda kwa wenzetu wote ambao watoto wao waliaga. Tunashirikiana na wao kwa sababu sisi ni Mungu tu alitusaidia, wetu hawakuaga, lakini pia lazima tuwashikilie kwa sababu hata wetu wangekuwa among hao wenye waliaga, lakini Mungu aliwa protect. So lazima tuendanisha nao hii safari mpaka mwisho. Tutakuwa tukienda kwa kila mzazi mpaka tumalize wazazi wote 17
ambao walipatwa na hiyo mkasa. Mimi ningeomba shule zote hata zenye si boarding school at least wakuwe na CCTV, cause unaona isipokuwa ni CCTV tungewekelea watu wenye wa kufanya hiyo mambo, lakini tukikuwa na CCTV we are very sure hiyo moto ilianzishwa na watoto, so hiyo tuko very sure. So shule zote wake kuweka CCTV, na pia mimi ningeomba each and every town kukuage na hii gari ya zimamoto, kwa sababu pia hiyo gari ya zimamoto ili take time sana kuja kwa hiyo shule. Mimi ningeomba tu hata kama ni town kidogo, for example Gilgil, Molo, Nakuru, Bahati, kukuwe na hiyo gari ya zimamoto. Mimi kama mzazi unaweza pata hata wasichana wenye wanaambiwa either 7 ama 8 wenye walifanya hiyo mambo, pia tuwaombe, cause maybe wako in their senses, cause siku hizi kuna mambo mingi sana inaweza shika watoto, cause hata wengine maybe tu ni kuwekwa tu kwa hiyo mix, they were not the exact planners, lakini kwa sababu sasa wao walijiingisha, pia tuombe tu wazazi, cause hata wao wazazi wao ni wazazi kama wetu, na pia wanapitia tu yenye tunapitia. So watoto wanaweza kuwa maybe ni kitu tu ili waingia. Pia tuzidi kuwaombea, ni ukweli walifanya makosa, hatungetaka mtu yote akufe, lakini tuzidi kuwaombea. Watoto wetu at least saa hii most of them wako affected, because kuna wenye walikuwa exactly kwa hiyo dom, so waliona kila kitu yenye iliendelea. Alafu pia unapata mtoto anakuja anapata mwenye ameaga, maybe hata kama hakuwa rafiki yake, alikuwa maybe dommate wake. So watoto wanapitia changamoto sana. Tungeomba watu wengi wa counseling wajitole, au watoto wafanywe counseling until siku yenye watarudi shule, kwa sababu kusoma lazima tusome. Lazima watoto wasome, kwa sababu venye hiyo mambo ya ajali ilifanyika, si ati kusema sasa hawatarudi shule tena, watarudi shule. Lakini before warudi shule, tungeomba watu wajitolee wawafanyie counseling. Asante. Okay. Kwa majina naitwa Martha Njoki Ndegwa na ninasimama kiti cha MCA la Netu moja na katika chama cha PLP ambacho kinaongozwa na Kinara Martha Karua, na leo tumekuja hapa Mukuru kuomboleza na familia ya mtoto ambaye alipoteza maisha yake pale shuleni ambapo tulikabiliwa na mkasa wa moto. Tumekuja tu kutoa rambi zetu kwa familia na marafiki wa jamii hii, tukisema kwamba tunahuzunika na tunajua kwamba wanapitia wakati mgumu na tuko pamoja na wao. Sisi kama viongozi, nikiwa mmoja wa kiongozi ambaye anatarajia kuwa kiongozi katika eneo hili, nimekuja tu hapa ili kuomboleza na familia na kuleta pole zangu. Na nikiongelea huo mkasa, na ningependa kukashifu tu uwajibikaji wa kaunti ya Nakuru, kwa sababu tumeangalia hadi hiki si kisa cha kwanza cha moto. Visa vingi vinatokea hadi vya uhalifu hapa, na response iko chini sana. Response ya county government is very low and very slow, na wananchi because sisi ndio tuko hapa ground, sisi ndio tutaambia county government vile ambavyo wananchi wanavyohisi kuhusu na wajibikaji wa county. Tunajua hawawajibiki, tunakashifu utelekevu wao ambao wametelekeza wananchi, kwa sababu hadi gari za zimamoto hazikuwasili kwa wakati ambao unafaa. So tunaomba tu tafadhali Madam Susan Kihika, tunakuomba tu kwa unyenyekevu utufanyie kazi huo wakati umebaki, kwa sababu tunajua hujabakisha muda mrefu. Huo muda umebakisha, tafadhali tufanyie kazi ili mikasa kama hii at least inaweza tokea, hatukatai, but the response should have been fast, should have been swift, so that at least the number of children that died would not have died. Also, we would like for the school managements in this county and other counties, and now we are speaking about Nakuru County. Tunaomba tu mashule yetu tujaribu tu kwa sababu ya watoto, let's put in place mechanisms of handling our children. In schools it's good to be doing counseling. We have a lot of counselors, we have pastors that can be talking to our children. Wazazi pia tuwajibike kama wazazi, tunavyolea watoto wetu. Mambo yamebadilika, wacha tulee watoto wetu ambavyo inafaa ili kuavoid visa kama hivi. Inashangaza sana ukiangalia hiyo video ya CCTV, inavunja moyo.
mimi kama mzazi nimevunjika moyo nikiimagine msichana kama huyu amepoteza maisha yake, a future that might have been bright, that was bright. So we just say sorry to the family. We bring our condolences. There is nothing much we can do but just say that God is going to be with you and God is going to comfort you because we are praying for you as a county. Yeah, God bless you. Yeah. Thank you.